Yesu Kristo ni Bwana na bado nimeokoka na sipangi kurudi nyuma. Haleluya. Haleluya. I want everybody seated. Sitaki watoto watembee. Nataka kila mtu akae chini, hata watoto wakaweze kusikiza the word of God. Haleluya. Mchana wa leo ninafurahi kuwa katika nyumba ya Bwana, kuwa katika uwepo wa Bwana, kuwa katika nyumba ya baba yangu. Haleluya. Na ninashukuru Mungu kwa siku ya leo, siku ambayo ameifanya, ameitengeneza kwa ajili yetu. Haleluya. Kwa hivyo ni wangapi wamefurahi kuwa katika uwepo wa Bwana mchana wa leo? Natumai kila mmoja wetu amefurahi kwa sababu Yesu amempa uzima, afya, uhai, ulinzi, na ndio maana umeketi mahali pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo nina furaha kwa ajili yule mnenaji ambaye amekuwa wa kwanza, amenena na ameguzia ile ambao nilitaka kunena siku ya leo. Praise God. I want to thank God for the message of today. Na kuna mahali imeguza Holy Spirit ikasema ya kwamba that it is the Holy Spirit who is flowing in us gently. That was verse 9 part B, the book of Song of Solomon chapter 7. Praise God. It says that love is flowing gently into our lips and our teeth. And Pastor Eva akaweza kutuambia vizuri ya kwamba the Holy Spirit is the one flowing. That love is the Holy Spirit that is flowing in us. Hallelujah. And today I want to talk about the Holy Spirit. Kwa hivyo tupige Roho Mtakatifu for that confirmation. Hatujazungumza, hatukuongea, hatukupanga, but the Holy Spirit is in the house. Bwana asifiwe. And he says that we are likened to the palm tree. Na palm tree iko na a lot of benefits in it. Praise God. Hallelujah. Na kile kilinipendeza sana ama kilinibamba sana kama vile mzee wetu Jared huwa anazungumza ni kwamba the palm tree inaweza enda wakati wa waves, wakati wa storm, in a way that inafika hadi chini lakini haivunjiki. Wakati wewe unafikiri inavunjika, haivunjiki. Wakati storm imeisha, the palm tree inaendelea kurudi na inarefuka as tall as it is. Bwana asifiwe. Na kama wewe ndio that palm tree na the Holy Spirit ako ndani yako, utaflow wakati wa storms in a way that watu watafikiria unaanguka, na kumbe hapo katika watu kufikiria kuanguka ndio Roho Mtakatifu anakusimamisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza kucelebrate Roho Mtakatifu ndani ya nyumba, maana yuko nasi. The Trinity is with us. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And as I always say that maybe He's seated near to you. Na wewe unapanga kulala. Wacha nione mikono ya wale wamesema leo tumekuja kupanga kulala katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So today, bila kupoteza muda, I want to talk about the Holy Spirit. The Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is not a dove. Alikuja kwa mfano wa dove, but he is not a dove. Bwana asifiwe. The Holy Spirit is God. The Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit is the one who was sent to help us in this journey of salvation as we journey towards looking heaven. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu ambaye alikuja kutusaidia katika hii safari ya wokovu. Yeye ni Mungu katika utatu, maana tunamuona in the Trinity. Bwana asifiwe. And today I will not take much time. I believe the Holy Spirit is going to help me not to take much time. I want to talk about the works of the Holy Spirit in a believer. Kwa nini wewe ukuwe na Roho Mtakatifu? Kwani huu Roho Mtakatifu anafanya nini? Ni nini ambayo amekuja kufanya? Uzuri wake ni nini ndani ya maisha yako? Kwa nini sisi kama wachungaji ama wahubiri tunapohubiri tunawaambia watu wakaweze kujazwa Roho Mtakatifu? Kwa nini mtu asiokoke tu na akae? Kwa nini mtu asiokoke tu na angoje kwenda mbinguni? Kwa nini mtu asiokoke tu na akae kwa nyumba ya baba yake na angoje siku yake itakapofika? Why the Holy Spirit? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumeona ya kwamba the Holy Spirit is our helper. And the work of the Holy Spirit in a believer, number one, in salvation, the first work or the first confirmation that the Holy Spirit is in you, it is that time that you received salvation.
that time yenye uliokoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo the salvation is the first work of the Holy Spirit in our lives. It is the power for living a holy life. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ndio yule nguvu ambaye anatusaidia kuishi maisha matakatifu, sisi ambao tunajiita Wakristo, walokole, wateule, wana wa Mungu ambao tumeitanishwa kwa jina la Kristo. Bwana asifiwe. So, the first confirmation that the Holy Spirit is in you, it is because of that gift of salvation that you received that day one, ambayo ulifanya ombi la kusema nimeokoka, ninaitwa kwa jina la Kristo. It was the Holy Spirit who was working in you. Bwana asifiwe. Kwa njia gani? Number one, the first work of the Holy Spirit is to bring us into salvation. Bringing us into salvation, how? He brings conviction. He convinces our hearts into receiving Christ Jesus. Hallelujah. So I want you to know, as I have known, that it is not my power that saved me. It is not by power or my own power that I was saved. It was the Holy Spirit who was in me that convinced me into receiving Christ, na nikapokea Kristo na nikaitwa Mkristo ama yule ambaye ameokoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo the first work of the Holy Spirit is to bring conviction. Anaconvince maisha yako. Anaconvince roho yako ikampokee huyu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema amen tajua haulali. Kwa hivyo the first work of the Holy Spirit is to convince our hearts into receiving Christ Jesus. We can see that in John chapter 16 verse 8 to 11. John chapter 16 verse 8 to 11. Tunaweza pata msomi mzuri akatusomee kwa Kiswahili ili tukaweze kuendelea. Yohana 16 mstari wa 8 anasema, naye atakapokuja ataudhibitishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu. 9. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu ninakwenda kwa Baba, nanyi hamtaniona tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Praise God. The Bible says when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Who? The Holy Spirit. Bwana asifiwe. He will convince us ya kwamba kuna judgment, kuna dhambi na kuna kubadilika na kuna wokovu na kuna pia judgment ambayo inakuja mbeleni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo the first tunaona ya kwamba the Holy Spirit helps us by bringing us into salvation. Hallelujah. Number 2, tunaona ya kwamba he produces conviction and regeneration or rebirth. Anauleta ule the conviction ile kututongoza, kutubembeleza, kutupatia that assurance na pia kutupatia kuzaliwa tena, kuzaliwa upya, rebirth. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo when you receive Christ, umefanywa kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo akauliza, na mtu ataingiaje tumboni mwa mama yake ili akaweze kuzaliwa mara ya pili? Bwana asifiwe. Hallelujah. Akaambiwa ya kwamba mtu hawezi akarudi tumboni mwa mama yake kuzaliwa tena, lakini kuzaliwa tena ni ya kwamba ukaweze kufanya maksudi na mapenzi ya Mungu kwa wale ambao hata unaishi nao. Inamaanisha umezaliwa mara ya pili. Mienendo zilizokuwa zile za kale ulizokuwa nazo unaziacha na kupata mienendo ambayo inalingana na Kristo, inafanana na Kristo. Inamaanisha nini? Roho Mtakatifu ameleta that conviction into you, ameleta that regeneration na amekupa a new rebirth. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo we can write these books, tutaenda kusoma tukiwa nyumbani. Remember the last Sunday I told you ya kwamba ukisikiza the word of God unaenda pia kuichambua zaidi ukiwa nyumbani. Bwana asifiwe. Titus chapter 3 and verse 5, Ephesians chapter 2 verse 1, and John 6 verse 63. Titus 3:5, Ephesians 2:1 and John 6:63. Tunaweza tafuta Titus tukaweze kuisoma. Kitabu cha Tito Tito 3 mstari wa 5. Nasema, alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda, bali kwa sababu ya rehema zake. Alituokoa kwa kutuosha kwa kuzaliwa mara ya pili na kwa kufanywa wapya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. The Bible says in my Bible ya kwamba verses 5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercies. He gave us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Hallelujah. So it is the Holy Spirit who renews us. It is the Holy Spirit that gives us a new rebirth. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni Roho Mtakatifu anazungumzia mtu kumconvince akaweze kuokoka na si nguvu zetu. Bwana asifiwe. Unaweza kuzungumzia mtu wakati mwingine watu naenda door to door, viongozi pamoja na wale washirika wengine huwa tunagawana into groups, tunaenda door to door. I want us to know this thing. It is not us who are going to save people. It is not us who are going to preach into their lives, into their sins, na wakaweze kuacha. But it is the Holy Spirit who will speak unto their hearts, wakaweze kuacha dhambi zao, wakaweze kuacha uovu wao, wakaweze kuacha makosa yao, na wakamfuate huyu Kristo, na wakaishi maisha ambayo yamezaliwa tena, yamefanywa recycling. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wakati unakutana na mpendwa, unakutana na ndugu ama na mdada ambaye angali katika maisha ya kidunia, angali katika maisha ya kiulimwengu, anaweza hata kuwa anakuja kanisa kila Jumapili, lakini bado hajakubali kumpokea Kristo. Are we supposed to chase them away from the church? We are not. Hatujaruhusiwa. Let them come. Wakuje wasikie neno. Siku ile Roho Mtakatifu atawaconvince. Siku ile Roho Mtakatifu atanena na moyo wake ya kwamba imetosha, imetosha. Ataweza kuokoka na kumpokea Kristo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Juzi usiku I was watching one of the preachers ambaye wengi wanamjua hapo kule Mombasa. And wakati alifikia jamaa fulani akawa anamuuliza, wewe umetoka wapi? And that man said, mimi natoka Kakamega. Umetoka Kakamega? Umekujaje? Kwa sababu kulingana na look yake na venye alikuwa amekaa, alikuwa anakaa shida. Huyo mtu akasema, mimi nimekuja na baiskeli all the way from Kakamega mpaka Mombasa. Ameenda kuona mchungaji akaweze kumwombea wokoke. Bwana asifiwe. Na anasema tu kuna siku aliangalia TV na akaona mchungaji na kitu kikamzungumzia. So that kitu kilichomzungumzia is the Holy Spirit. Ya kwamba lazima niende kwa huyo mtu anipe hiyo kitu yenye ako nayo, niishi hiyo maisha ambayo anaishi. Lakini Kakamega sikuna wachungaji. Sikuna watu hata pengine wamekutana naye wakamuongelesha. Sikuna wapendwa pengine wamekutana naye wakamwambia hata kazini tu alikuwa anasema anafanya kwa hoteli, anaishi kwa hoteli, hana nyumba, hana mke, hajawahi ona mke, hajawahi jua mke anakaa aje, lakini ametoka Kakamega. Wanamuuliza ni nini kimekuleta? Nimekuja kuokoka. Nimekuja tu kuokoka na nimeleta misumari yangu kujenga. Nilikuwa nimenunua misumari naishi kwa nyumba. Sijawahi jenga kwa hoteli penye anaishi. Tu anaishi kwa hoteli. Anaishi nyuma ya hoteli. Yaani Songo amempea tu nafasi ya kujipa mattress, asubuhi anaamka anaendelea na kazi. Ameleta misumari kama sacrifice. Kwa hivyo it is the Holy Spirit ambaye alimzungumzia akamconvince, na yeye akaona the only place anaweza enda kupata hii salvation na amini ya kwamba kweli nimeombewa na nimeokoka na ninaacha ulevi na naacha dhambi ni huyo pastor. Na akapanda baiskeli yake for 8 days.
Bwana asifiwe. Akafika na akaokoka, na alirudi na muujiza wake, akasema mimi naenda kuacha sigara, naenda kuacha bangi, naenda kuacha dhambi, naenda kuacha maisha ambayo nimekuwa nikiishi, na ninaamini huyu Mungu mwenye amekuokoa anaenda kunifanya nikaweze kusimama katika salvation. Bwana asifiwe. So it is the Holy Spirit ambaye amemconvince, amemwongelesha, amemzungumzia, na kwa sababu ya imani yake aliona ya kwamba yeye tu kuipanda baiskeli yake, the only place atakuwa na assurance ameokoka ni huko, na akaenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo it is the Holy Spirit ambaye alimsaidia ili akaweze kuwa generated, akaweze kuwa na new rebirth. Hallelujah. Kwa hivyo number 3 ama C, tutaona ya kwamba he liberates us from the power of sin and death so we can be holy. Kwa hivyo anatukomboa ama anatuokoa ama anatuweka huru kutokana na nguvu ya dhambi na umauti, na anatupatia kuishi maisha matakatifu. Romans 8 and verse 2. Romans 8 and verse 2. Inasema, kwa sababu sheria ya roho wa uzima katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hallelujah. Biblia yangu inasema, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, Roho Mtakatifu anatuondoa katika this physical life, this physical body, anatupatia mwili mwingine, ya kwamba hata huu mwili ukijakufa, ukijazikwa, ukijaoza, ninapewa mwili mpya ambao ninaenda nao kwa utukufu wa Kristo. Bwana asifiwe. Sisi wote tunajua kwamba hii mwili ambao tunailisha mkate na maziwa, tunailisha ugali, siku moja itakuja oza. Bwana asifiwe. Lakini sisi ambao tumeokoka walokole, tunajua ya kwamba tutapewa mwili mpya ambao haitakuwa sasa mwili ya kiasili, itakuwa mwili ya kiroho ambao tutaenda nayo, tutapaa nayo tukienda mbinguni kuishi na Baba yetu milele. Nao tunapewa mwili ambao hautakufa, hautaoza. Bwana asifiwe. Hallelujah. And it is the Holy Spirit ambaye atatupea that mwili, atatupea kule kuishi maisha mengine baada ya haya. Bwana asifiwe. He liberates us from the power of sin and death. Kwa hivyo, as we live, we are Christian. Tunajua ya kwamba hatuwezi tenda dhambi, hatuwezi ishi maisha ya kutenda dhambi, but tunajua ya kwamba kuna siku itafika huu mwili hautakuwepo. But kile ambacho tunafurahia sana, kile ambacho kinatupush sana into salvation, ya kwamba tukaendelee kuitwa walokole na kuishi maisha ya Kikristo, ni ya kwamba tutapewa mwili mwingine. Haleluya. Kama umeokoka, kama Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, kama unaishi maisha ambayo sio ya kutenda dhambi, utapewa mwili mpya. Baada ya huu mwili kuzeeka na kuoza, kuna mwili ambao tutapewa, tutakao urithi ufalme wa Mungu nao, na tutapewa mwili ambao hauozi, tutakuwa in the spirit. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunaona ya kwamba another work of the Holy Spirit in a believer is that he gives us an inward assurance of salvation. Ule uhakiki wa kindani, to be sure that you are saved, to be sure that you are the son of God. That assurity, ule uhakiki ambao uko nao, uhakika ambao uko ndani yako, ya kwamba kweli mimi ni wa Yesu, mimi nimeokoka, ni Roho Mtakatifu anayekupatia. Bwana asifiwe. Na chini yake tutaandika hivi vitabu, hata kama tutasoma kimoja, mengine utaenda kuyasomea nyumbani. Romans 8 and verse 16. 1 John chapter 5 and verse 6. 1 John chapter 5 and verse 8. And I want us to read the book of Romans 8 and verse 16. Warumi 8:16. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Hallelujah. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. So that Spirit is talking into our spirits for us to know that
That inward assurance in us, it is the Holy Spirit who speaks in our spirits. That is the inward assurance that we are the sons of God. We are the daughters of Zion. We are called and we are blessed. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, Roho Mtakatifu ndiye anatupea that assurance ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kwa wewe kusimama kwa ujasiri, kusema mimi naitwa Brother Oche, nimeokoka, mimi ni mwana wa Mungu na ninaenda mbinguni. Hiyo assurance, hiyo kukua sure na kusimama hapa with power, it is the Holy Spirit ambaye anakusaidia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kufikia hapo ni wangapi wanasema Roho Mtakatifu ni wa maana ndani ya maisha yangu? Kweli hata kama sikuwa na huyu Roho Mtakatifu, ninahitaji huyu Roho Mtakatifu. Just for me to be sure that I am a son of God, that I am called by Christ, that siku ya mwisho ikifika, niko na mwili ambao nitapewa, ambao hauozi. Hallelujah. Now, part B yake inasema, the work of the Holy Spirit in a believer, it is to give us power for holy living. Anatupatia the power ya kuishi yale maisha matakatifu by doing what? By guiding us into truth. Kwa hivyo ukiishi maisha ya kweli, unaishi maisha matakatifu. Maana huwezi jiita mtakatifu na wewe ni mdanganyifu. Bwana asifiwe. Huwezi jiita mwana wa Mungu na wewe ni mdanganyifu. Lazima uwe na Holy Spirit ambaye anakulead kuishi maisha ya ukweli. Haleluya. Anakusaidia kuishi maisha matakatifu. Anakupa nguvu ya kuishi maisha matakatifu. You can write John 16 and verse 13. We can read that book, John 16 and verse 13. But when He, the Holy Spirit, comes, He will guide us into the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what to say. What is yet to come. Atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie katika kweli yote. Yeye hatanena kwa ajili yake mwenyewe, bali atanena yale yote atakayosikia, naye atawaonyesha mambo yajayo. Hallelujah. Number 1, Biblia inasema ya kwamba when He, the Holy Spirit, comes, the Holy Spirit of truth. But when the Spirit of truth comes, He will guide you. Kwa hivyo, it is the Holy Spirit who is guiding you into the way of salvation, guiding you into living a holy life, guiding you into living a life full of truth. Hallelujah. Anasema ya kwamba He will not speak His own. He will speak only what He hears, hearing from the Lord, from above, and He will tell you what is yet to come. So, ili wewe ukaweze kujua what is to come next. Pengine ulikuwa unataka kwenda safari na unaona, Mungu amenionyesha huko mbele kuna accident. Na ukasema sitaienda hiyo safari, sitaienda penye watu walikuwa wanaenda. Na unasikia kile kitu ambacho maybe ulionyeshwa kimefanyika. It is the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Some of us Holy Spirit amekuwa kituonya. Some of us Holy Spirit amekuwa kitufundisha. Some of us Holy Spirit amekuwa kitulead, lakini hatujajua ni yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo from today I want us to know that kile kitu ambacho unasikia kikikuzungumzia ndani yako, kitu inaniambia, mtu anasema tu kitu imeniambia, it is not kitu, it is the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Ambaye anatulead into living a life of truth. That is in John 16 and verse 13. He teaches us all things. In as much as tunaenda shuleni, tunapeleka watoto wetu shuleni, wenyewe tunajipeleka shuleni, kila Jumapili hapa tuko shuleni. Bwana asifiwe. Naambianga watoto wangu kule, Sunday school ni shule tu. Na nimewaambia wengi wakuje na vitabu, wengi wakuje na kalamu, waambie wazazi wawanunulie, kwa sababu hakuna mzazi ambaye Jumatatu anatumanga mtoto wake shuleni bila bag, bila kitabu. Bwana asifiwe. Lakini tunaona tunapuuza sana when it comes to mambo ya Mungu. Unatuma tu mtoto wako, hata wanasa alisianaandika. Hata ule wa baby care asianaandika.
Anachora zigzag kwa kitabu na mwalimu ana mark. Kwa sababu gani? Mwalimu anajua hiyo tu kushika kalamu na kufanya hivi kwa kitabu ni progress mtoto amepiga. Si ukweli? Wazazi, si ukweli? Kwa hivyo kama mtoto anaweza pewa kalamu aende nayo daycare, achore kitabu mzima ya 200 siku moja akurudishie imeisha, unafaa kununua ingine na unanunua unapelekea mwalimu 200 pages. Anarudi day 2 ameandika kwa hiyo 200 ya mark yote amechora, amemakiwa, amechora pages zote 200 zimeisha day 2. Kesho utamtuma na bila kitabu mwambie umeandika kwa kitabu ya 400 pages kwa siku mbili, sasa leo sikupei kitabu. Kesho tena utampea tu ingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Jumapili sisi huenda shuleni ama shule ya Jumapili ama Sunday school. Kwa hivyo kuna Monday school, Tuesday school, alafu pia kuna Sunday school. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukitoka hapa leo ukiongozwa na Roho Mtakatifu, Jumapili mtoto wako kama hana kitabu utampa kitabu na kalamu, si ndio? Ili akaweze kuja shule ya Jumapili. So in as much as tunapeleka watoto wetu shule za Monday to Friday or Monday to Saturday, kuna shule ambayo pia tunakuja Jumapili ambao pia sisi ndio hao tumekaa kwa shule ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Anatufundisha ukweli wote. Anatufundisha the word of God. Na the word of God ndio ukweli. Bwana asifiwe. Na the word of God ndio inatuambia mambo yatakayokuja mbeleni through the power of the Holy Spirit. Kwa hivyo the Holy Spirit teaches us all things. Kwa hivyo for us to know all things, for us to know things that even are yet to come, it is the Holy Spirit that will help us. So we need to have the Holy Spirit. Those of us who doesn't have the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Wale ambao hawana Roho Mtakatifu, ni vizuri upate Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Atakuwa anakufundisha. Katika hiyo biashara, the word of God says that it is God who gives us the wisdom to make wealth. Sindio? It is the word of God. So, for you to make wealth in that job or business or wherever you are earning, it is the Holy Spirit who will give you even the wisdom to use your money. It is the Holy Spirit ambaye atakufundisha lugha ya kuzungumza na wateja. Hata kama mtu wako anataka kununua, unamconvince ananunua. The Holy Spirit anatuconvince. Na sisi, the Holy Spirit atatusaidia hata kuconvince our own watejas into our businesses. Bwana asifiwe. Kwa hivyo he will teach you. You can read the book of John 14 and verse 26 and 1 John 2:27. The first book is John 14:26. The second book is 1 John 2:27. Can we read the book of John 14 and verse 26? Lakini huyo msaidizi, yani huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwenu kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Hallelujah. That is our advocate, the Holy Spirit. Hallelujah. Anasema ya kwamba atatufundisha yote aliyotuambia. Kwa hivyo yeye pia hutukumbusha. Anapotufundisha pia yeye hutukumbusha kile ambacho tumeambiwa, kile ambacho tumekisikia, ya kwamba tusiweze kukitupa katika kaburi la sahau. Bwana asifiwe. Kwa hivyo the Holy Spirit will teach and remind us about all things. Wangapi wanabarikiwa kufika hapo? Hallelujah. The Bible says that he gives us life to our physical bodies. Number 3, ambao unaweza iweka kama yenye unataka. Mimi niliweka part B number 1, number 2, number 3 na part A pia number 1, 2, 3. But you can continue andika ya kwamba he gives us life to our physical bodies. I think hapo nilikuwa nimezungumzia kwamba kuna uzima ambao tuko nao, uzima wa pili. Uzima wa kwanza ni huu ambao tuko nao kwa saizi, kwa huu mwili wa nyama na mifupa na damu. Na uzima wa pili ambao tuko nao ni uzima wa milele ambao ni wa mbinguni. Bwana asifiwe. Na mbinguni hatutaenda tukiwa na hii mwili ambao inasikia uchungu, hii mwili ambao inaumia, hii mwili ambao inasikia njaa, hii mwili ambao inakula unga. Hapana, ni huo mwili ambao tutapewa wa kuenda nao mbinguni, ambao tutapewa tukifika kwa Baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo this physical body tunapata nguvu, tunapata power, tunapata strength through the Holy Spirit. Maana kuna wakati huu mwili unagonjeka. Si ni kweli? Kuna
Kuna wakati unaamka huu mwili ni mnyonge, ni mdhaifu. Ukweli ama uongo? Kuna wakati unaamka unasikia tu mwili imechoka, lakini hata wewe si mgonjwa, but umechoka kwa tu na uchovu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, in this physical body that we have, the Holy Spirit is the one ambaye anaipulizia uhai, anaipulizia nguvu. Unaamka ukiwa uko na nguvu, unaamka ukisikia uko mjasiri, unaweza fanya kazi zako kila siku. Kwa hivyo kuamka na kujipata uko mzima, si ya kwamba unastahili, ni Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako anakusaidia. Bwana asifiwe. Romans 8:11. Warumi 8:11. Nanyi ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu kutoka kwa wafu ataihuisha pia miili yenu ambayo hufa kwa njia ya Roho wake akaaye ndani yenu. Bwana asifiwe. It is the Holy Spirit who imparts life, strength, health and vigor to our life. He increases our physical strength and our lifespan. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maisha yetu kuendeleza kuishi, ni Roho Mtakatifu anatusaidia. Maisha yetu kuendelea kuishi katika huu ulimwengu, it is the Holy Spirit ambaye anatupatia that life, ana impact life ndani yetu, strength and health, anatupatia what we desire for a day. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaona the importance of the Holy Spirit in your life. Hallelujah. Kuna umuhimu mkubwa wa Roho Mtakatifu kuwa ndani yako. The Bible says that the palm tree inaenda ukiangalia inataka kuvunjika, lakini kwa sababu iko na the Holy Spirit ndani yake, inaamka na inaendelea kunyooka na inaonekana ni kama hata mawimbi haikuwahi ipiga. Huyo sasa ndio wewe. Ukifanyika kama the palm tree, mawimbi atakapokuja yanapata umesimama. You have good health, you have strength, you have life in you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo he gives us power for service or for serving God. Another work of the Holy Spirit is that he's giving us power, he's giving us strength, he's giving us power to do God's work. He's giving us dunamis. Dunamis is the word power in Greek. He's giving us dynamo. Dynamo is a machine that generates a consistent or a consistent and continuing supply of power. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anatupatia ile nguvu ya that machine, the dynamo. Yaani power ina generate. Hakuna ile siku power inaisha kama ile Kenya Power. Inapotea hapo, inapatikana, mvua ikinyesha inapotea, inarudi. Hapana. When you have the power, the Holy Spirit, uko na power ambayo iko continually, inageneratiwa kila siku. It is generated every day, non-stop. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na Roho Mtakatifu, maisha yako yanakuwa non-stop. Baraka zako zinakuwa non-stop. Utumishi wako unakuwa non-stop. Your serving God inakuwa non-stop. Bwana asifiwe. Now, watu ambao wamejaa Roho Mtakatifu, hata vikwazo vikikuja, like the palm tree, hawatakwazika. They know the Holy Spirit is in them, na hawatakwazika. Na kukwazika ni njia moja ya kufanya dhambi. Bwana asifiwe. Kumkasirikia mwenzako, humsalimii, humpendi, una upendo ndani yako. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu anakusaidia ukaweze kuwa na upendo, ukaweze kugenerate that love continually, ukaweze kuwa na forgiveness continually. Sometimes you just forgive hata kama mtu atakwambia umsamehe ama atakuomba msamaha. Bwana asifiwe. Yaani kuna vitu zenye utaona these are just petty things, hata sioni haja ya kukasirikia my sister next week. Let us just go on with salvation, because you have that power ya kuweza kuserve God. You have that power. Mind nani amekukanyaga kwa hii madhabahu wakati mlikuwa mnaruka. Utasema tulikuwa tunaruka in the spirit, hata pengine hajajua amenikanyaga, and you go on. Hautambebea mtu kikwazo. Utagenerate peace among yourselves. Bwana asifiwe. Because you have the Holy Spirit in you. He gives us power for service, or power for serving God. Acts chapter 1 and verse 8. Acts chapter
chapter 1 and verse 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi kote na Samaria hadi misho ya dunia. Hallelujah. Acts chapter 1 and verse 8. Inasema, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and the ends of the earth. That is serving. That is service unto our Father. Hallelujah. For you to be a witness, for you to testify about Christ, for you to tell somebody about salvation, for you to speak to someone about Jesus, that is serving God. That is service unto our Jesus. Bwana asifiwe. And so, it is the Holy Spirit who will make us to be witnesses to Christ, who will make us to continue to be witnessing Christ to people. Kwa sababu gani? The Holy Spirit is the one who is in us, who is living in us. We are not the one living, but Christ is living in us. We are not the ones who are doing this work, but Christ, the Holy Spirit, is doing that work in our behalf. Bwana asifiwe. Number 5, it says that He empowers our prayers. Hallelujah. Ni wangapi huwa wanaomba hapa? Ni wangapi ambao huwa wanaomba? Kwa hivyo wao wenye wanainua mkono wote watuombi, si ndio? Nimeuliza ni wangapi ambao huwa wanaomba? Wewe unaomba tu. Sijasema unaomba 1 hour, unaongea kwa dini, unalibaskaita mpaka majirani wote wanajua wewe ndio unaomba, but you just pray. Even if it is 1 sentence, you are praying. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, the Holy Spirit ni yule ana empower maombi yako. Anaiongeza nguvu, anaifanya iwe na bidii. Biblia inasema maombi ya mwenye haki inafaa sana akiomba kwa bidii. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo, wacha tumruhusu huyu Roho Mtakatifu akaweze kubidiisha hayo maombi. Anakusaidia. Kama ulikuwa unaomba dakika 2, unaweza omba dakika 5, unaweza ongeza 15 minutes, unaweza enda mpaka 30 minutes, alafu ujikute unaomba for more than an hour. Bwana asifiwe. It is not your power. Kwa hivyo wewe ambaye una boost ya kwamba you can pray for hours, know that kuna mtu ambaye pia Roho Mtakatifu anamsaidia kuomba even in 1 second. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wewe ambaye unaomba 30 minutes, jua ya kwamba kuna yule hata hawezi beba 30 minutes, lakini Roho Mtakatifu anamsaidia kuomba kwa dakika 2 na kuomba kwa dakika 3 na kuomba kwa hiyo dakika 5. Bwana asifiwe. Kwa hivyo it is the Holy Spirit who is empowering our prayers. We can read the book of Jude chapter 20. Jude verse 20, iko na chapter 1. Ephesians 6:18. You can write these books and tutasoma Jude. Jude 20, Ephesians 6:18 and Romans 8:26 and 27. Jude 20, Ephesians 6:18, Romans 8:26 to 27. Biblia inasema in Jude 20, but you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercies of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Hallelujah. Kwa hivyo in Jude we see that the Holy Spirit is the one who is helping us in faith even as we pray. Kiswahili sijui nasema aje. Jude 1:20. Lakini ninyi wapenzi, jijengeni katika imani yenu iliyo takatifu sana, tena ombeni katika Roho Mtakatifu.
Haleluya. Muombe katika Roho Mtakatifu. Kwa hivyo it is good to pray, but it is good enough to pray in the Holy Spirit. And for you to pray in the Holy Spirit, it is the Holy Spirit who will pray in the Spirit for you. Bwana asifiwe. Atakusaidia huyo Roho Mtakatifu uombe kwa Roho. Kwa hivyo we need the Holy Spirit. Bila Roho Mtakatifu you cannot speak even in tongues, because tongues are the Spirit. Bwana asifiwe. It is the Spirit that anaelewa hizo lugha. Mtu mwingine hawezi kuelewa. Ni Roho Mtakatifu peke yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo the Holy Spirit empowers our prayer. Last but not least, he inspires praise and worship to God. Anachochea sifa na maabudu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na hii tu si kwa wanasifa pekee, maana sifa inapeanwa na kila mtu. Hata ndege asubuhi wakiamka wanamsifu Bwana. Haleluya. Wanyama, mito, tunaambiwa ya kwamba iko na njia yake yenye inamsifu Bwana. We cannot understand the way the water is flowing, ina flow ikimsifu Bwana. The way mandege asubuhi zinaamka zikipiga hiyo kelele, we are told that zina worship Mungu. They are worshiping, maybe in the spirit there is somebody who is understanding that language. Hallelujah. Kwa hivyo he inspires praise and worship to God. So as we praise, as we worship, as worshipers, we also need to have the Holy Spirit for us to bring a holy worship and a holy praise towards God. So for us to do that, we also are supposed to live a holy life. You are supposed to live a holy life ili ukaweze kutoa sifa na maabudu ambayo yanakubalika mbele za Mungu, ambayo yamejaa Roho Mtakatifu. Acts chapter 2 verse 11. Write that book. Acts chapter 2 verse 11. Acts 10:46. Acts 10:46. Philippians 3:3. Philippians 3:3. Ephesians 5:18-19. John 4:24. Ephesians 5:18-19. John 4:24. You can read that book of Acts chapter 2. Matendo ya Mitume 2:11. Wayahudi na waongofu wa Krete na Waarabu sote tunawasikia watu hawa wakisema katika lugha zetu wenyewe mambo makuu ya ajabu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati walikuwa the Holy Spirit alikuja wakati wa Pentecoste. The Bible says that walikuwa wote katika nyumba moja wakimsifu na kumwabudu Bwana. Wayahudi wa Krete, as the Bible has says, na kwamba walisikika wakiongea katika lugha ambayo Roho Mtakatifu aliwawezesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna wale ambao walikuwa wanasikia mtu akiongea lugha pale anasema, na hiyo nimesikia kama ni lugha yangu. Na imesema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na hii imesema hivi. Na hii imesema hivi. Kila mtu alikuwa ana translate kulingana na kile ambacho amesikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ulikuwa unaongea kwa ndimi na kumbe kando yako kuna yule anasikia chenye unasema na anasema, ana translate anasema, huyu alikuwa anasema tumsifu Kristo. Huyu alikuwa anasema jina la Bwana litukuzwe. Huyu alikuwa anasema hivi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo the Holy Spirit ana inspire praise and worship to God. So if you are a praiser, you are a worshipper. Sijasema huko kwa hii team, know that as you bring that worship before the Lord, you need the Holy Spirit. Hallelujah. Lastly, he produces the fruits of the Holy Spirit in a believer's life. Or he produces the fruits of the Holy Spirit. Galatians 5:22 and 23. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Katika mambo kama haya hakuna sheria. Bwana asifiwe. Anaongelea about the fruits of the Holy Spirit. Now, wewe kama umekaa kwa hiyo kiti, unasema wewe ni mlokole, wewe ni mwana wa Mungu, uko na that power ya kujiita mwana wa Mungu, uko na that guts za kusema wewe ni mwana wa Mungu, but you don't have love.
you don't have joy, you don't have peace. Forbearance haiko ndani yako, kindness, goodness haiko ndani yake, faithfulness haiko ndani yako, no one can trust you, gentleness haiko ndani yako, then there is something you are lacking. You are lacking the Holy Spirit. Uko hapo unamchukia mwenzako, uko hapo, mimi tu niko hapo nikisalimia watu wote na pita pale na mwacha tu, na ninasema mimi ni mwana wa Mungu naenda mbinguni. Nikiona Ochieng napita kando kwa sababu moja au nyingine, na ninasema mimi ni mwana wa Mungu, mbinguni tunaenda. Hakuna mbingu kwa wale ambao hawana Roho Mtakatifu. Wale ambao wanachukiana hakuna mbingu. Wale ambao hawezi beba mzigo ya mwingine hakuna mbingu. Wale ambao wanasengenyana na wako kanisani hakuna mbingu. Bwana asifiwe. Wale ambao wamebebeana grudges, unachukia tu mtu kwa sababu alikukosea, forgive that person, asikuzuie kwenda mbinguni. Nenda msalimie, nenda muongeleshe, utoe hiyo kikwazo ndani yako. Akikataa kukusamea, lawama ibakie na yeye. But the fruits of the Holy Spirit zinazalisha ndani yetu kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. They cannot be produced by this natural man. Huyu tu mtu wa kawaida huyu hawezi kutoa the fruits of the Holy Spirit. Huyu tu mtu wa kawaida huyu, mimi siwezi kumpenda Pastor Rose, siwezi kumpenda Pastor Beverly. Licha ya kwamba si ati yeye ni mzuri sana, licha ya kwamba si ati mimi ni mzuri kwao, kuna kitu ninafanya ambacho sikiwapendezi, kuna mahali nimemkanyaga, lakini kwa sababu gani? Ako na Roho Mtakatifu ndani yake, ananisamea bila kuomba msamaha, na tunaendelea kusalimiana, tunasema Yesu ni Bwana, na tunaendelea na safari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama tunataka Roho Mtakatifu akaweze kuzalisha ndani yetu, akaweze kukaa ndani yetu, ni lazima tukaweze kukubali na kumpatia that chance ya kuweza kuishi ndani yetu, na kumpatia that chance ya kufanya mapenzi ya Mungu yakatimie ndani yetu, na kumpatia that chance ya yeye kurule maisha yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nataka tu mahali ambapo huko, hata usiposimama kwa miguu, mwambie tu Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu ninakualika, ninakupenda. Tutajifunza jinsi ya kumpokea huyu Roho Mtakatifu. Na ukifuatilia haya mafundisho, kama haujapokea Roho Mtakatifu and you desire that blessing, you will receive it. Bwana asifiwe. Inua tu mkono yako mahali ambapo huko, mwambie Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo nisaidie katika hayo ambayo nimejifunza, ya kwamba wewe una empower our prayers. You give us the power for service. You give us the power for serving. Mimi ni kiongozi, ninaongoza idara yangu mahali fulani, ninaongoza wanandoa, ninaongoza wanasifa, ninaongoza wamama, ninaongoza wazee. Mimi ni mchungaji msaidizi. Baba, ninakuomba Roho Mtakatifu, ninakuomba nielekeze, nisaidie katika department yangu, niwapende hata wale ambao wako chini yangu. Ni mchungaji wa ushirika, ni mchungaji wa nyumbani, unawapendwa hata mahali pale hawakuji ushirika. Unasikia ni kwamba roho imekuwa ngumu, ambia Roho Mtakatifu akusaidie, usiwe wa kuwabeba, uwe ni ule utawatembelea na kuwatafuta na kuwajua kwa nini hawakufika, kwa nini walipotea, kwa nini walikwama mahali njiani. Roho Mtakatifu nisaidie. If you know the importance of the Holy Spirit, mdomo yako haitanyamaza. Kupitia haya ambao umejifunza hii madakika chache, this 1 hour, this 30 minutes ambao tumekuwa hapa, hautafunga kinywa chako. Hata pengine hauna huyo Roho Mtakatifu, but I just want you to speak and tell Holy Spirit, I know you are hearing me. I know I don't have you, but today it is my prayer that you help me. Convince my heart. Bring that conviction in me. Bring that conviction that I desire. Bring that conviction ya kwamba nikaweze kukupokea ili ukaweze kutawala na kuongoza maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Hauna tunda la Roho Mtakatifu. Wewe haujali watu, hauna furaha. You just wake up in the morning, uko gloomy. Mtu hajakukosea, you're just alone lakini umekasirika. You lack the Holy Spirit. Can you talk to the Holy Spirit? Because He is here. He's here in you. The Trinity is here.
Mungu akupe upendo. Ukiamka asubuhi unaamka na furaha, unaimbia Bwana, unasifu Bwana, maana Roho Mtakatifu ndiye anakupa hiyo nguvu. You need to be true. You need to live a life that is full of truth. Pengine umekuwa ukidanganya hata kazini, unadanganya hata tajiri yako, unachelewa kazini, unapeana excuses, mwenyewe unajua umedanganya. It is because you lack the Spirit of God. Ask God ya kwamba nisamehe na unisaidie na unifundishe kila jambo, because you are the one that teaches us all things. Oh Jehovah Lord, you give life and good health in my physical body. You give life to this body that is weak. You give strength. Give me strength, Jehovah Lord. Give me strength, our Father. I need you, Holy Spirit. Strength to move on. Strength to preach your word. Strength to teach, Jehovah. Strength to serve you, my Father. The power to serve you, God. Thank you, Holy Spirit. We love you. You are kind, you are gentle, you are love, you are all-knowing. We thank you, Father, for your word. As your people have listened to this word, Holy Spirit, may you convince their hearts into serving you. May you help them to know all things. May you guide them into living a life that is full of truth. May you help them even in their bodies by giving them good health. Those who are sick, my Father, may you heal them and give them strength and give them power to continue to serve you, God. May you bless them, Jehovah, even as they go back to their homes. May you remind them to worship you in truth and in holiness. May you remind them to live even this week in truth and to live a holy life, because you are the one that helps us to live a holy life. We thank you, Father. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name. Hallelujah. May you be blessed. May the Lord be with you. May He guide you into all truth. May He give you the desires of your heart. In Jesus' mighty name. You can give Jesus a